William Samoei Ruto. Mimi nilikuwa kumrengo ya baba. Na tulio hapo huko juzi hapa tulikuwa tumeuziwa tension sana kwamba huko hatuna say. Na kumbe tumegundua kwamba si ndio tuwaoga zaidi. Just give you an example. Just picture it out kwamba Ruto angekosana na baba amekuwa impeached, amerudi pale Kisumu kwetu kwao huko Kisumu. Alafu Ruto anarudi, the president sasa anakuja huko. Yes, haina shida, mimi najua huko ndio si kwetu, lakini kwetu ni Karatina. Just take an example, Ruto impeach Raila Amolo Odinga, alafu aseme anaenda Nyanza 5 days na lale Kisumu State Lodge. Buda, I'm very sure ile tension ingekuwa pale mpaka hata president akaambiwa for the security purpose please postpone. Lakini huko kwetu amekuja mpaka kila mtu mpaka tumempatia avocado. Buda, for you to challenge the government, you cannot go that soft. You need to be hard. Lakini kitu pia ujue, nikimalizia Mr. Chairman, kwamba watu tumeshajua game yenu. We don't need watu wengi sana vile tumekuja. Watu wamekuja pale Karatina au nimetutosha. Because tulikuwa tunataka 1%, lakini vile tunaona hiyo crowd tutatumia, hata kama tupata 1% tutaongeza ikuwa 7%. It's good for us. So hiyo crowd tutatumia, si lazima watupatie kura. Hiyo kitu tutajipanga nayo. That's why nasema hivi. Ukiona president ameenda huko, there is a game we are playing with you guys. Tutawapanga, hii game si yetu. Ijafika kiwango whereby you and I can decide who is going to be the president, bado tutapangwa. Na kuenda huko, hata kama uende huko ujifanye uchukie president, it doesn't matter. For example, hapa we are the Christian. Ukisikia shetani anapita hapa, hata Wakristo wanaenda kuona shetani. Yes. So, hiyo tunajua hiyo game. So tuachie. So that's why nasema hivi. Wale wako huko kwetu, government wako na monopoly. Government watapangia kandidato ngapi? 5. Tutawacha tu namba 1. So ile sasa tutatangaza pale election, number 2 wataprepare kwenda kotini, lakini 3, 4 and 5 and 6 watacongratulate President William Samoei Ruto. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, our comrade, ukisikia tu ashatangazwa, utasikia Museveni ashatumia congratulations to the president elect. All the president in Africa, watasikia washafanya nini? Hiyo saa bado mtangangana kufanya nini? Kwenda kotini. At the same time, pale Kasarani itakuwa prepared for swearing in. So, siwauzio uoga, lakini pia kitujue, NIS walisema na military walisema, ukikuja hapo useme Ruto must go. Ngoja tu atakuja hapo pole pole tu, sisi hatutaka kuchangia. Imekuwa ban. Yes, si mimi. So, the only kitu tumekuachia, you can say Ruto must go forward. Peke yake ndio tumewacha. Lakini we kama wewe ni mwanaume, yes, ni uongo. Kama wewe ni mwanaume, kuja mbele ya kamera usizime na useme jina lako na mahali unatoka na useme Ruto must go mbele ya kamera. Useme hapa. Nzuri, ndio amefanya nini? Akwa yes. Ile kitu Wakenya wanasema kwamba Matiang'i alifanya kazi mzuri, that's why wanaona anastahili kuwa president. Na mimi nataka kuambia hivi, ile kazi Matiang'i alikuwa anafanya through the president Uhuru Muigai Kenyatta. Si peke yake. You know, sometimes in this world, hard work saa zingine tukuangi appreciated. For example, very funny example, Mr. Speaker. Mwanamke akikuwa ako na mimba, people go touch the stomach, congratulations. Kukuwa na mimba. Lakini mwenye mpenda mimba shana mtu anaenda kwa mwanaume asema congratulations kwa kazi umefanya. So, hiyo kazi Matiang'i alikuwa anafanya ilikuwa ni Uhuru Muigai Kenyatta. So, may God bless you. Tukako hapo wale kwa opposition, tutapanga tu mbele msikuwe na wasiwasi. Thank you so much. Yes.